wako wa jimbo la Kawe. Yaani umeshindwa kutusemea sisi wananchi wako wa jimbo la Kawe kiasi ambacho umekwenda kuwasemea wale wanaharakati. Sikatai. Labda nikuulize baba, tuweke kumbukumbu sawa. Wewe ni mhubiri wa kimataifa. Kweli si kweli? Wewe si umehubiri Korea? Si umehubiri Marekani? Hivi ukienda Marekani kuhubiri, unaenda kuzungumza habari ya siasa ya Marekani? Hivi ukienda Korea kuhubiri, unazungumza habari za yule Kim, yule ambaye hata ukisinzia kwenye mkutano wake anakunyonga? Hivi unaenda kucomment hizo habari? Anyway, ili la wanaharakati naomba tu nikusaidie babangu, na nitakujibu kwa sababu nimeongoza idara ya uhamiaji ngazi ya wilaya. Cha kwanza, kwa mujibu wa sheria iliyounda jeshi la uhamiaji, kwa mujibu wa sheria iliyounda jeshi la polisi, vyombo vyetu vya usalama vyote viko integrated. Vyote vimeunganishwa na mifumo mingine. Ndio maana hata mabadiliko ya idara ya usalama wa taifa mwaka 2023, moja kati ya mabadiliko ilikuwa ni kuiruhusu idara iwe na mashirikiano na taasisi nyingine za kijasusi duniani. Nenda bungeni, chukua answer yako, soma. Moja kati ya mabadiliko ilikuwa ni kuiruhusu idara iweze kushirikiana kupata taarifa na idara zingine. Na ndicho hichi kimefanyika kwa hao wenzetu. Hivi baba, wewe una intelligence ya kumjua mwanaharakati aliyetoka Uganda kuja Tanzania amekuja kufanya nini? Mpaka unafika sehemu unalalamikia nchi yako, unalalamikia jinsi walivyokuwa handled. Hivi wewe una taarifa kuliko walizokuwa nazo uhamiaji? Wewe una taarifa kuliko walizokuwa nazo Interpol? Interpol ni mtandao wa polisi ulioko Afrika na dunia wa kupashana na habari, kupeana habari, kudhibiti na kushughulikia uhalifu unaovuka mipaka. Hivi una habari kama idara zilikuwa zina taarifa za hao watu waliokuja? Hivi jiulize swali babangu, umezungumza kwenye press conference yako, umezungumza maneno yapo kabisa, yapo. Utanikosoa kama anachosema ni uongo. Ulisema kwa kweli yule dada akaenda akatupwa kule Mtukula, akasema amefanywa vitendo vibaya. Ukasema nashangaa diplomasia ya Tanzania, biashara ya Tanzania na nchi nyingine inaharibika. Mzee, baba yangu, come on. Hivi unajua hao watu wale waliokuja ni kina nani? Ni wafanyabiashara hao, wana kampuni hawa. Kuna mzigo wote wanaingiza Tanzania kufanya biashara mpaka uthubutu kusema kwamba hawa watu kurudishwa kwao kule ndio wametupwa. Napinga kitendo hicho na nalaani kitendo hicho cha kutupwa. Lakini why useme sasa baba yangu kwamba eti biashara ya Tanzania na diplomasia ya Tanzania kati yetu na Uganda itayumba? Hivi umesikia taarifa ya Isaac Mwaura, msemaji wa serikali ya Kenya, alisema nini kuhusu hao watu? Hapana. Mzee wangu Gwajima, ulimsikiliza yule dada peke yake. Nilitamani ungesikiliza na serikali. Kwenye clip yako umesema yule aliyefuatwa hoteli aligongewa, ukajuza hivi askari gani anajitambulisha vile. Lakini kuna mwandishi alikuuliza kwenye press conference yako, akakwambia, askofu, mbona wakati yule mwanaharakati mwanaume pale hotelini anachukuliwa anapelekwa kituo cha polisi, sisi waandishi tulikuwepo na tuliona amepelekwa polisi? Lakini baba yangu Gwajima yeye kaona tu mtu yuko kule mpakani, anajiuliza huyu mtu kafikaje mpakani. Uwezi kujua kama ambavyo serikali na mimi siwezi kujua jinsi unavyonena kwa lugha. Hivi ukiwa unanena kwa lugha shandababari karakatata, hivi kuna mtu anajua? Si wewe na Mungu wako ndio mnajua. Hata hao nao kufika mpakani, who knows? Leo namsikiliza dada tu anakuambia mimi nimedhalilishwa, sijui nimefanywa nini, na kweli unabeba yale maneno ya kusikiliza kwenye radio. Mimi nilisikiliza BBC akiojiwa. Sisi dhani kama unatenda haki babangu. Tumezungumza hapa kuhusu mama yetu Martha Karua, majaji wa Kenya waliokuja. Mbona jaji mmoja alipata nafasi ya kwenda kuongea na Tundu Lissu? Mbona mara ya kwanza walivyokuja waliruhusiwa? Mimi nadhani kwenye haya mambo tuangalie cha kupima.
Lakini nikukumbushe tu baba yangu, hata juzi kwenye uchaguzi wa Marekani, kwenye kampeni, Rais Donald Trump alipigwa risasi ikamkosa ikapita hapa sikioni. Hivi angefariki? Sijui tunakwenda wapi. Mimi nitoe hitimisho. Kama ulivyosema katika hitimisho langu, umeshauri mamlaka rais ateue, lakini akitaka kutengua au akitaka kubadilisha, bunge lipewe taarifa na lijadili. Mimi nadhani hoja hii, baba askofu, ni hoja ambayo inapaswa wewe kuipeleka bungeni na kuirudisha tena bungeni, kwa sababu bunge ndiye lenye mamlaka ya kutunga sheria. Umezungumza kuhusu mishahara ya wanajeshi, maslahi. Hivi vitu vyote vinapita bungeni, ambako wewe ukija kuongea na waandishi wa habari ulijivua nyadhifa zako zote. Nadhani moja kati ya maswali waandishi wangekuuliza ni hilo. Kwa nini ukushawishi bungeni haya unayoyataka yafanyike? Jeshi letu lipewe nafasi ya kufanya miradi mikubwa. Jeshi linafanya miradi mikubwa. Leo ukienda Suma JKT, moja kati ya maelekezo yetu kwenye dira ya taifa ni kukifanya kilimo kiwe sehemu sasa ya kuboresha na kuimarisha maisha ya Watanzania. Kutoka kuwa na kilimo kile chakula, tufanye kilimo cha biashara. Nenda Chita JKT, wana mashamba ya mpunga, wanamwagilia mpaka kwa zile drones zile. Nenda Ruvu JKT, nenda maeneo mbalimbali. Jeshi letu liko kwenye miradi ya kuzalisha mali. Sema tu kiwango kinachofanywa sio kama kile cha jeshi la Misri na majeshi mengine makubwa, na sisi safari ni hatua, tutafika huko. Mimi nimeona uchungu wako, nimeona ulichokiongea. Nihitimisha na mimi kwa kukushauri sasa, kama ambavyo wewe umetumia nafasi yako ya ushauri, naomba na mimi nitumie nafasi yangu kukushauri. Na mengi sana. Ulisema una orodha ya majina 83. Mimi nina orodha hapa ya tangu Mwalimu Nyerere. Lakini pia nina orodha ile uliokuwa nayo wewe, ambayo wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliitoa, waliitumia, na mpaka familia za wale watu zikaenda kuongea. Hizi hapa na majina. Kwa hiyo orodha uliokuwa nayo tayari wenzetu wa Chadema walishaisema. Taarifa ulizokuwa nazo tayari Mheshimiwa Rais alishazitolea maelekezo. Sononeko yako tayari Chama cha Mapinduzi kilishaelekeza kupitia taarifa ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama. Yote uliyoyaongea katika presi yako ya kwanza yana majibu, yalishajibiwa. Lakini ulikuwa na nafasi ya kupata majibu mengine zaidi, kwa sababu katika nafasi yako ya ubunge unakutana na waziri wa mambo ya ndani, unakutana na waziri wa ulinzi. Nilitamani hawa ndio wawe watu wa kukupa taarifa, na taarifa zao nadhani zingekusaidia sana. Sasa mimi nimalize, nihitimishe kabisa. Mimi ni msemaji, naongea. Na kama hujui askofu, mimi nilikuwa msemaji wa Yanga. Huwa nikiongea naongea kweli kweli, na mimi kwa nafasi yangu. Lakini pia nilikuwa kwenye media huku. Najua how to create news, najua kuandaa habari, kutengeneza habari, proximity, accuracy, 5W+H, punchline. Nimeishi huku, na kama ulikuwa hujui, mimi ndo nilikuwa mwandishi bora wa Tanzania, wa kwanza tangu tunzo za umahiri wa uandishi wa habari zianze kutolewa na wenzetu wa Media Council of Tanzania, MCT. Mimi ndo nilikuwa namba 1 Tanzania nzima, nikipata tuzo 3. Kwa hiyo kwenye uandishi huku kidogo na mimi nimo,
tunaweza tukaongea sana muda mrefu. Mimi nihitimishe tu kwa kukushauri. Cha kwanza, ushauri wangu, baba askofu, kama ambavyo umeishauri serikali, na mimi nadhani naweza nikakushauri. Ni muhimu sana baba yangu kujifunza kutambua nyakati na majira tulionayo sasa. Wewe kwa upande mwingine ni kiongozi wa dini, na katika vitabu vyetu vitakatifu Biblia wamezungumza sana kuhusu nyakati na majira. Yako majira, nyakati na majira ya kupanda, yako nyakati na majira ya kulima. Hebu angalia maneno yako unayaongea kwa nyakati gani. Na kwenye hoja yangu hii ninayokushauri, maneno yote uliyoyaongea juzi, ulikuwa na nafasi ya kuyaongea bungeni. Kama sio kuwasha maiki ukaongea tukakusikia, ulikuwa una nafasi pia ya kuchangia kwa kuandika kama anavyofanya Luhaga Johnson Mpina, mbunge wa Kisesa. Lakini ulikuwa na wakati mzuri sana wa kuyaongea haya yote katika vikao halali vya chama, ambavyo wewe ni mjumbe mzito kweli. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, ambao of course ndio mkutano wa mwisho kimaamuzi, lakini wewe una vikao vingi zaidi yangu mimi. Lakini nataka kuamini kama umeongea walikupa majibu. Nataka kuamini kabisa. Na kama hutaki kuaminiana na mimi kwamba uliongea na ukanyimwa majibu, mimi nitayatafuta. Walikujibu nini kwenye vikao? Najua kama uliuliza ulijibiwa. Utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, kila swali linalouliza linapewa majibu. Utaratibu wa bunge, kila swali linalouliza spika anatoa muda kwa mawaziri kwenda kuandaa kutafuta majibu ya hoja na majibu ya kama ulipata nafasi ya kuuliza. Katika hii hoja yangu ya kukukumbusha kutambua majira na nyakati, niko hapa kukuambia huu sio wakati wa kuanza kutengeneza drama za kutuondoa kuelekea uchaguzi mkuu. Huu ni wakati taifa linatakiwa lijielekeze kwenye kujiandaa kuchagua viongozi mapema mwezi Oktoba. Haya ndiyo majira tulionayo. Sasa hivi hatuko kwenye majira mengine baba. Tuko kwenye majira ya kujiandaa kumtafuta rais wa Tanzania. Tuko kwenye majira ya kujiandaa kuwatafuta wabunge na madiwani. Sasa hivi tuko retreat. Ndio maana unaona tume imeanza zoezi la kuandikisha.